sana baada ya Mwijaku kusema kwamba umepotea baada ya kufanya collab ya Mapozi ambapo ndani yuko Diamond, kwa maana ya kwamba Diamond alichukua nyota yako, na tuliona ulishare nadhani kwenye Insta story. Ni kama kitu ambacho kilikuwa kimekukata hivi, hukupendezwa nacho. Imekuumiza kiasi gani na kwako umeichukulia katika namna ipi? Sikupendezwa kwa sababu mimi sinaga tatizo na mtu, kwa hiyo mtu akiongea hivyo maana yake ni kwamba ananichokonoa. Kwa hiyo lakini it's okay kwa sasa, sina tatizo na mtu yote atakayeongea chochote, kwa sababu kitu ambacho nimejifunza wakati ule, pia kipindi ambacho wao wanaona kama mimi sifai, kulikuwa na watu ambao wanaona mimi nafaa. Kisha kusikia mapasta wanasema mtu akikunenea kauli zinatoka kwenye spirit yani ya mtu, umeelewa? Kwa mtu anavonena vibaya maana yake ni kwamba anakutabiria ubaya. Mimi baada ya kufanya Mapozi nimefanya nyimbo kama peke yangu, imefanya vizuri. Nimefanya albamu yangu imefanya vizuri. Nimefanya nyimbo na Alikiba imefanya vizuri. Nimefanya nyimbo na Dimpozi turudiane, sababu kulikuwa na mashabiki zangu ambao walikuwa wanatumia DM, kulikuwa na watu ambao nikutana nao barabarani, mabenki, mawapi, wanapenda ninachokifanya. So far nimeamua kupuuzia mtu yote anayeongea chochote kibaya ambacho make sense na kudili na watu ambao wanapenda muziki wangu. Ulipata wasaa pengine labda wa kumcheki Mwijaku, kwa sababu naamini ni familia, ni mtu ambaye unamfahamu. Ulipata wasaa pengine labda wa kumcheki na kumuelezea kwamba hujapendezwa na kile ambacho yeye alikizungumza? Kiukweli sijapata nafasi. Alinipigia tu yeye na kuniambia story nyingine tu, ilikuwa harusi ya mtu. Kwaona na mimi yani siwezi kuiweka kama eti namchukia Mwijaku. Yani siwezi. Kwa sababu is my brother, amenisupport kwenye show yangu ya Tiba, alipiga matangazo. Kwa ni vile tu pia sometimes watu wanaongea sana, kwa hiyo sometimes maneno yanaponyoka, na pia hata Mwenyezi Mungu atukataza tusio watu wa kuongea sana.